na kazi zao, katika biashara zao, katika huduma kama hii utaambiwa kitu uko. Ukikosa kutii, tunakuwa tumeambiwa na bishop, kuna huduma tufike kama tutaenda leo kule Maneni, tunavunja hii ndoa na ndio nakelekea hapo ujue, maana wewe kuna magonjwa ambayo haitoki maana. Na wewe utaenjoy, tunakumbe usiku wewe unajua kabisa kuna paa usiku, unaota ndoto mbaya, unayefanya mambo mengine maovu, kuna maaltar ambayo ziko na uhai ambayo wewe ujui kwamba hata ilianza kwa mababu, miungu inakufuata. Sasa lazima uelewe hii lugha inaitwa kutii. Maana Mungu atakukomboa. Mungu atakukomboa. Sema Mungu atanikomboa. Mungu atanikomboa. Sema tena. Mungu atanikomboa. Kwa kutii kwangu. Kwa kutii kwangu. Sema tena. Kwa Mungu atanikomboa. Mungu atakukomboa kwa kutii kwako. Usipotii hakuna kombozi inaofanya kazi katika outside obedience. Usipotii, mtu anaitwa Naaman jemedari wa vita, ambayo ana rank zote katika jeshi hiyo wakati huo. Na ndani ya huyo Naaman, Biblia inasema kwamba palikuwa kuna huyo Naaman tena ana ukoma. Biblia inasema kwamba huyo Naaman yule mfanyakazi akamwambia kwamba kule kwetu kuna nabii. Na Mungu kwa the word of God, the word of prophecy. The word of God is the word of the prophecy. Neno la Mungu ni neno la kiunabii, ndio ikutakase. The word of God has power. The word of God is real. Ni spirit. Akaambiwa kwamba toka uende huko Israeli, kuna nabii atakuombea na ili ukoma hii. Sasa hiyo hajalishi kwamba cheo ni gani. Shetani the devil is not a gentleman. Nimeona watu unipicha, sijui ni maandiko. Ushinde kwa sababu unajua andiko. If you not translate andiko katika kazi, hakuna kitu unaweza kushinda shetani. Wewe kuna crime, unaona watu wa siku hizi katika wana crime, wana kirikiri hizo andiko. Hata andika kabisa, anajua Jones, anajua nini hizo. Ni sawa ujue. Lakini pasipo kuweka katika kazi hiyo andiko, inakuwa huwezi kuzuia shetani, huwezi kumshinda. Because faith without action is dead. Na dead person, mtu ambaye amekufa hawezi kupiga makofi. Akiamka mtu baada ya kufa akipiga makofi, ndio anakufa. Mtu ambaye amekufa apige mtu makofi. Na mtu ambaye amekufa atukani mtu. Na mtu ambaye amekufa akuli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Akapewa enda. Kule kwetu kuna nabii atakuwekelea mkono, atakuombea na hii ukoma wako itaisha. Ukoma wako itaisha. Haya, akaenda na hizo msafara zake za magari mpaka hapa. Nabii akamwambia kwamba sasa wewe Naamani, principle ni maana wengine wanafikia kwa Mungu siku zote lazima uwekelewe mkono ndio pona. Mapepo mengine yanatoka hata pasipo kuwekelewa mkono. Ni ujue kweli. Yesu hata hakuweka mkono siku zote. Siku zote mwingine akamwambia kwamba aenda akajinawe, mwingine akasema kwamba aenda akafanya hivi, mwingine akasema tunafanya hivi, sema mimi yangu nitakuokoa. Kwa hiyo kuweka mkono si the only, is not the only channel. Enda. Yeye kabla kile yake kumbe atakuweka kanisani, lakini ashaweka bila taka Mungu atumie njia ya kumponya yeye. Watu wengi wako hivi. Ana njia zake ambazo atakaye mwenyewe Mungu atumie ndio amtetee. Mungu anazo njia nyingi. Bwana asifiwe sana. Amina. So hii somo la obedience pekee tusome hiyo verse second. Wewe somee first Peter chapter 1 verse 19.